Idadi kubwa ya vijana wengi kwa sasa tunatamani sana maisha ya haraka, yaani tunatamani kupata maisha mazuri kwa haraka, na hii inatokana na shinikizo la mitandao ya kijamii. Kwa mfano kama ukiangalia YouTube, ukiangalia TikTok, ukiangalia sehemu nyingine, utaona hawa vijana ambao wamepata mafanikio, ambayo haya mafanikio yao hatujui wamepataje. Kwa hiyo unajikuta mtu unaanza kutamani na wewe uwe kama vile unavyoona kwa mwenzio, bila hata kujua kwamba huyu mtu hadi amekuja leo hii kuonyesha hivi vitu vyake hivi vizuri vizuri vikubwa vikubwa, ni struggle gani amekuwa akipitia huko. Haujui huko nyuma pazia huyu mtu amepitia magumu mangapi, amehangaika namna gani, na alifanya kitu gani hadi sasa hivi kuja kukuonyesha matokeo ya vile vitu ambavyo amekuwa akivifanya huko nyuma pazia. Hakuna mtu anajua. Hakuna mtu amewahi kukwambia struggle zake ambazo amepitia huko nyuma. Lakini mara nyingi watu, kitu ambacho huwa wanatuonyesha ni mafanikio yao. Hakuna mtu atakuja kukwambia kwamba bwana, nimenunua au nimejenga hii nyumba ya kifahari baada ya kufanya 1, 2, 3. Hakuna mtu atakuja kukwambia hivyo. Hakuna mtu atakwambia kwamba nimenunua hili gari baada ya kufanya 1, 2, 3. Lakini kitu ambacho utakuja kukuonyesha ni gari tu. Kitu ambacho utaona ni nyumba tu. Hivyo vitu vya kifahari. Kwa hiyo tusitamani vitu vya watu. Tusitake vitu vya haraka haraka. Tuamini katika process. Tuamini katika mchakato. Ile michakato tunayoichukua kila siku, basi tuzingatie na kufocus zaidi kwa vile vitu vyetu ambavyo tunafanya kila siku, kwa sababu mafanikio yaliyo bora ni yale ya polepole, na hayo mafanikio ya polepole ni mafanikio ya kudumu. Huwa ni mafanikio ya kudumu na yanakuwa imara. Kwa hiyo tujitahidi kufuata process. Process ni nzuri sana.